hivi. Ndio nji Kwa sababu neno la msalaba ndio wale ngarake olomola salaba. kwao wanaopotea Wale lelo odio wale yange menada. ni upuzi, Nemo daite niche. bali kwetu sisi Kale wale yo tunaokolewa lelo wala jeuni. ni nguvu za Bwana. Na ninye embolo nangai. Asubuhi ya leo tunapoanza kongamano hili, Wale talage ngaro anatumenola. ni vizuri mimi na wewe tuelewe hivi: Na sindai yo nalo legi yelewa nabaye. kazi ya msalaba, Ayelewe sia yo salaba. neno la msalaba, Olomani lo salaba. sisi ambao tumeokolewa Iyo wala jewoki. ni nguvu kwetu, Embolonte yo. ni uwezo kwetu, Ekide wala yo. nguvu ambazo sio za kawaida. Embolon demelio Kwa shage. hivyo unapoketi katika kongamano hili, Lewale ito diado anashuma. ujue wewe si miongoni wanaopotea. Tayo radio miti delewolo odienge menada. Neno limesema Elejo olomani. wanaopotea. Lelo oimenita. Neno la msalaba Wala mola salaba. ni upuzi. Lelo dele niche. Kwa hivyo asubuhi ya leo, Lewale nolo. hilo ndilo lengo la mkutano wetu. Ninye engibida eladumenolo. Waliofika, walio njiani, Lala bautra ololi ngojoi. wanaotusikiza kwa mbali, Lelo ini ningilo yule nalapa. nataka mjue hivi: Eyo ni yele wana. kwetu tuliookolewa, Wele yolo wela jewoki. neno la msalaba Wala mola salaba. ni nguvu zetu. Embolon engai. Na kwa sababu hiyo, Lewale na marakina. nataka nilete ujumbe wa asubuhi ya leo, Ayo na wala mole na nagene. ujumbe wa kutangulia. Yani olomoli oitelo. Ni kuhusu kutakaswa. Engibida olomoli lengini sinyala. Katika Kimongo inasema sanctification. Yani kenyo ilajuba olomoli lengini sinyala. Neno la sanctification Olomoli lengini sinyala. tutajua ni nini. Negi yelo ayo kanyo. Sanctification ama utakaso Ama engini sinyala na kanyo. ina maana mara mbili. Ela pukunot ahe. Maana ya kwanza Wale olomoli la duya. ni kutengwa na uovu. Olomoli ojo pe yoronye totoro. Mtu yeyote aliyepokea kazi ya msalaba Wale mwengai olomamai yesi ayo salaba. na kupata wokovu na kumwamini Yesu, Nenu menye unoto nenu wala itoye. ako na jambo la kwanza: Olomoli la duya. lazima awe ametakaswa. Mewe nchele bebe mesinyalisho. Na tutakapokuwa tukiendelea na somo hili, Leo hiyo ne wale kengirama nduguya leo na kisho. tutajua jinsi ya kutakaswa. Leo ni yeleo ele kununo esinyalisho. Kitabu cha Wathesalonike Wale leo Mungu wa Thessalonike. mlango ni wa 4. Amatwa ewe Wathesalonike wa kwanza Thessalonike na dukuya. mlango ni wa 4 Amatwa ewe na mstari mdogo ni wa 3. na wale leli yokuni. Biblia inasema hivi: Leo na mama nilanga itele. maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Leo inada eyuno langai. Narudia tena, Kengira kila jote. maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, Leo enara eyuno langai. kutakaswa kwenu, Beli sinyo. kutakaswa kwenu, Beli sinyo. mwepukane na usharati. Beli mashare eroito. Kiingereza kinasema Kenyo la kuluwa la shupa. for this is the will of God, Beli mashare eroito. even your sanctification, Beli numesinyalisho. that you should abstain from fornication. Paulo akasema hivi: Neno Paulo la mani wajele. mapenzi ya Bwana ni haya. Wale yuno langa inena. Mapenzi ya Bwana kwangu na kwako, Wale yuno langa ine ye onanu. mimi na wewe Iye onanu. tuwe
tumetakaswa. Pegi kidogajo ilisinyagio. Na kutakaswa ni huku. Na wale kilisinyana nena. Tuepukane Pegi maashare. na usherati. Abashare eloloito. Kuna dhambi nyingi, sio usherati. Ewe Mungu, nenda eloloito. Mtu yeyote ametakaswa. Wala tumani Mungu ilisinyagi. Mtu yeyote ameamini kazi ya msalaba. Wala tumani Mungu ilisinyagi ya salaba. Ni sharti kazi hii itendeke ndani yake. Meanjere, pemesa yonali alodole. Kwa sababu ni mapenzi ya Bwana Amorena, leyo ndo ya ya kwamba tutakazwe, Ajola anjere bilisinyio. tuepukane na dhambi zote. Pegi maashare ingoboke. Maana ya pili ya utakazo Wala bayare esinyalisho. ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Pe ekiwarunye takaragesi ayangai. Sanctification is devotion to God. Pegi warunye takaragesi ayangai. Unatengwa na uovu. Pegi warunye londoro. Unapotengwa na uovu, Wala pegi warunye londoro. hautabaki pale. Meneya wale kukununoleja. Unatengwa kwa ajili ya Mungu. Egito ilorunye takaragangai. Unatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kilorunye takaragesi ayangai. Na katika nyakati za zamani Wala diaba. Wala dorisha oba nalapa. lazima kungefanyika mambo ya utakazo. Na menanjere pemesi ya yesinyalisho. Kitabu cha Walawi Wala diaba mulaja nolawi. mlango ni wa 27 Diaba ngene dikira manabisha. na mstari wa 14. Wala ngene mama. Balo monomye. Huyu Musa akanena, Wala Musa nena bana jama. ni baadhi ya vitabu vya Musa. Anabola obugu yoba Musa. Kitabu hiki cha Walawi ni kitabu baadhi ya kile cha Musa Wala mabugu olawi na obugu Musa. ambacho kinaeleza kuhusu kuabudu, Na gagira limwengi bida esemai. na sana sana ilinena kuhusu Walawi. Na giroro tengi bida olawi. Neno la Bwana linasema, Ndio mama nilangai. na mtu atakapoiweka nyumba yake iwe wakfu kwa Bwana, Wage pepe kon bila tumani angajenye ya takara wala joriani. ndipo kuhani ataihesabu kima chake hiyo nyumba, Nendo olabo sani angaragi naji. ikiwa njema ikiwa mbaya. Nendo la sidai arashurorono. Na kama kuhani Wala na olabo sani. atakavyohesabu kima chake, ndivyo itakavyokuwa. Na gagira adolu engenye ananeni kununo. Na mstari wa 15 Nendo ya ngeli na bomonomye. nasema hivi, Nendo ni tena mtu huyu ataiweka nyumba yake iwe wakfu, nendo bilo tumani angajenye ayo bilo sidana. kama akitaka kuikomboa, Akenyo nendo beala ko. ndipo atakapoongeza sehemu ya 5, Nebona emapimye. na hiyo fedha ya hesabu yako Na nayo wala itakuwa mali yake. na gego na namasa erobanenye. Hii neno la kuweka wakfu Wala lo mondi legilo berata. ni kutenga kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na urunile karagesi ayo ajoliani. Mstari wa 16, Wala ngelele mama moile. tena kama mtu akiweka wakfu kwa Bwana Wala ngelele bilo tumani takara wala ajoliani. sehemu ya shamba la milki yake, Wala yambatwa erobala egurmenye. ndipo hesabu yako itakuwa kama kule kupanda kwake kulivyo. Na neja igununo anageto inditunu. Huyu Musa anaeleza mambo kadhaa. Wala Musa egraba ligimba lebegote. Chochote ambacho wana wa Israeli, Wala bo girogi darubala ormana lo Israeli. hata kama ni shamba, Ala na egurmenye. hata kama ni mali yoyote, Ala mara gama se jana. ilipokuwa ikihesabiwa inatengwa
chakula cha shambani. Odolana keguruma egurumene. Kama nafaka. Gurumene. Shahidi. Shahidi. Hata sehemu yeyote ya pesa. Nyakati hizo ilikuwa ikitengwa. Inatengwa kwa ajili ya Bwana. Niongeze hili. Wakati huo wana wazaliwa wa kwanza wote walikuwa wanatengwa. Wanawekwa wakfu. Anatengwa. Anafanyika huyu ni wa Mungu. Asubuhi ya leo kwa sababu ya kazi ya msalaba, mimi na wewe tumetengwa. Sisi si watu wa kawaida. Kawaje wanapotuona tunaishi kama hawa, tunafaa kama hawa, lakini kuna jambo tofauti. Umetenganishwa na uovu. Utakaso ni jambo linaloendelea. Inaitwa is a process. Tunatakaswa. Tulitakaswa. Na tunaendelea kutakaswa. Ili tufike kimo cha Kristo. Kimo cha Kristo ambacho ni utukufu. Kwa hivyo tulipokoka tunazidi kutakaswa. Tulipoamini kazi hii ya msalaba ambayo ni nguvu kwetu, kazi ya kipekee ilifanyika. Tunafanywa, tunatengwa, tunatakazwa. Kitabu cha Waebrania mlango ni wa 10. Biblia inanena kuhusu jambo hilo, kuhusu dhabihu iliyotolewa ambayo ilitolewa pale msalabani miaka 2000 iliyopita na zaidi. Hebu tusome kitabu cha Waebrania mlango ni wa 10 na mstari mdogo wa 14. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Biblia inasema kwa toleo moja, si toleo la kondoo wa kawaida, si toleo ya mafahari, toleo la moja ambaye ni mwana kondoo, mwana kondoo wa Pasaka, ambaye ni mwana wa Mungu. Hiyo
Nenda iwangale. Na sio yeye angelitoa. Na beni netai. Kuhani alikuwa toe badala yake. Na olabosa netai darubalene. Na ni mwaka mara moja. Na kana bota ngari. Na alipokuwa akitoa. Na wabegina itayu. Ilikuwa tu ifunike. Na Kenya wabagina na beitoi. Ilikuwa ifunike tu. Beitoi wake. Taifa la Israeli. Hawakukamilika. Etuzi ya Mungu ya Roho. Kwa sababu ya zile mafahari. Dangana mwalimu asani. Asubuhi ya leo. Wala Kenya. Nina ujumbe kwa ajili yako. Ya hana mwalimu angalie. Neno hili ni kwa ajili yetu. Wala mwalimu angalie. Ya kwamba kwa ajili ya toleo hilo moja. Wala angalie hilo nabo. Mimi na wewe. Tukamilike. Sisi ambao tunatakasika kila siku. Kutakaswa ni process. Mwandishi Yohana, mtume wa Yesu, ambaye katika waraka wake wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari wa 7, akanena hivi, bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu ya Yesu, mwana wake, yatusafisha dhambi yote. Damu ya Yesu, damu ya Pasaka ya mwana kondoo, inatutakasa ili tuosha tulipoamini, ingawaje tulikuwa na dhambi kiwango gani, sisi tulioshwa. Mimi na wewe, we were purified. Purified from all sins. Haijalishi ni dhambi ya aina gani. Bwana inuliwe. Jambo lingine ni hili, tunashiriki utakatifu wake. Yeye ni mtakatifu. Huyu Mungu wetu ni mtakatifu. Ndio maana akasema iweni watakatifu kama vile yeye alivyo mtakatifu. Kwa hivyo nasi kupitia dhabihu hii ambayo ni ya msalaba, tunashirikishwa hiyo utakatifu. Hebu tusome Waebrania, mlango ni wa 12 na mstari wa 10. Biblia inasema, mwandishi ambaye hajulikani katika waraka huu wa Waebrania amenena sana kuhusu kuwa ni mkuu, aliye mkuu kuliko Melkisedeki, aliye mkuu kuliko malaika. Akanena hivi, maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tushiriki utakatifu wake. Tumishi mwandishi akanena kuhusu kurudiwa. Wakati mwingine tunarudiwa. Inakaa kama
sio punishment. Kende mama nane ndio yalikuwa na gari makeke Sio adhabu. ana gari simama. Inawezekana tupitishwe hali fulani. Na kende mageni mengi yote waineje. Ili tuwe watakatifu. Peke lumogi asinya. Lakini si kwamba tunachukiwa. Medu kende maliga kibayo. Ili tushiriki utakatifu. Pero tuna aumela kia nasinyalisho. Anatupenda kiwango ya kwamba kende riyo enabana na njere. anataka kutushirikisha Na hiyo ni lumogi na utakatifu wake. sinyalisho enye. Bwana atusaidie. Yele riyo kama ina nishumara. Kuna vitu kuna hali ambayo inatutakasa. Imba analishana na ndogi ni na midigiyo. Ama swali langu ni hili. Wale kingine kwa na tunatakaswa vipi? Kama sinyalisho kilizinyo ayo na giaja. How are we sanctified? Kai kuna gidiyo engine sanyara. Number 1. Wale nabo Utatu wa Mungu unahusika kututakasa. wale uni na moja uni angai na gidizinyo. Mungu Angai hututakasa. na gidizinyo. Haleluya. Haleluya. Mungu mwenyewe, Wale angai makawa. Mungu Baba Angai baba. hututakasa. Na gidizinyo. Anatutakasa. Gidizinyo. Ombi la Paulo kwa Wathesalonike. Wale ngoma na Paulo wale Salonike. Akasema hivi katika Wathesalonike wa kwanza. Ndio ndio wale Salonike na kukwea. Mlangoni wa 5. Ambapo imie Na mstari mdogo ni 23. wale ndio ndio mbokuni. Akasema hivi. Ndio nani nyetere. Huu ni waraka wa Paulo. Wale nana ambala ya Paulo Kwa Wathesalonike. Tiago na Salonike. Ambao unanena kuhusu nyakati zijazo. Na ngine baki engebelonge wangalini na aburu. Akasema hivi. Ndio nyetere. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Ndio wana kai makawa dini sinyataka Nanyi nafsi zenu, Ndio nini sinyiboro kimi. roho zenu Wana ujali nchi. na miili yenu Wasese nisinyi. muhifadhiwe muwe kamili Njeri sinyitai ana bayaro. bila lawama Medi orko. wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Zerwazuno lenye wamezoria milam Yesu Kristo. Katika ombi hili Wale diadwa anaduata. ambalo tumishi wa Bwana Paulo aliandikia Wathesalonike, Dangara ke wasikana kai Paulo igerogoro na Salonike. akawaombea jambo hili. Leo mona na bale. Mungu wa amani, Leo wana kai osodwa. Mungu Baba wetu Angai na papala. akaomba watakazwe. Leo mon peri sinyi. Asubuhi ya leo Wale na Kenya. mimi na wewe Wale yonano. tumeombewa, Na yomono tumeombewa. Tumeombewa nini? Ya kwamba Mungu atutakaze. Atutakaze wapi? Atutakaze complete. Ya kwanza tutakazwe nafsi zetu. Mwanadamu ako na utatu. Ako na nafsi, ako na roho na ako na mwili. Nafsi ni gani? Nafsi ni ile inapata emotion. Inapata hisia. Ili ulie ama ufurahi ni hisia.
njia zetu. Na igurukia Tumishi wa Bwana akaomba, leo mono singana ngai Mungu wa amani, leo wana ngai yasoma Mungu wa baba zetu, akayola papa Mungu mwenye huruma, akai nalo akutakase nafsi yako. bege ndizenya ngurugino Baba anatutakaza bege ndinyo papa katika kongamano hili. tewe ya nashua Bwana kutakase nafsi yako, ndio ndisinya ngai ya ngurugino nafsi ambayo nafsi ni mahali kuna mawazo. wala ya nguru na leo kunya ndamuno Ninasema Bwana tutakaze nafsi zetu. na ndio ndisinya yo ngai ngurukia Sehemu nyingine aliomba itakazwe wala iwe inalomo ndisinya ni roho zetu. na wala unyama Roho ni mahali tunamwabudu Bwana. wala unyama leo wewe na nyinyi piga sana mawe wewe Mungu anastahili kuwa kamili. wala mala ngai na wewe na kubariki Atakazwe nafsi, bege ndisinya ngoro atakazwe moyoni. bege ndisinya wala lenye Na sehemu ya tatu wale wenye uni ni kukamilishwa miili yetu, na bei tabari isesenema ikamilishwe na itakazwe. na bila bari nila sinyi Ni kwa sababu gani? na marenyo Neno linasema hivi, ejo mama nina ngaitere tuhifadhiwe tuwe kamili, leye mjali sinyi yo barabara tuhifadhiwe tuwe kamili. bajini sinyi yo barabara Baba anapotutazama wale memori yo wale yani aone watu kamili, dala ndungana barabara watu waliokamilika. ndungana barabara Atakuja kwake leo tuno tene Bwana Yesu Kristo. biano wewe na Yesu Kristo Wapendwa, ilonjari katika kongamano hili wale ndio nashua ninakuombea Baba wa mbingu, ayamon takara baba na shimara utakasike kamili, be ya wadungani olagesinya utakasike kikamilifu, ndisinya yuwa tukur utakasike nafsi, ndisinya amurugino utakazwe na roho yako, ndisinya rodawino utakazwe na mwili wako. ndisinya seselino Nashukuru ni kwa sababu aja shena karake kazi ya msalaba wale siayo salaba alitenda kazi hiyo. elasa nini na siai Jambo la pili, wale bayari neno la Bwana kututakaza. wala mama la jaliani na bilisinyo Hiyo ni upande wa Mungu, wale na awamani na ngai kwa sababu neno ni pumzi ya Bwana. amona wamoni na angaina ama Hilo neno unapolisikiza tu, wale wamoni ale ningi to unapoketi chini na kusikiza neno, bona lezo nita peni wamoni unatakasika. nende sinyi Yesu akanena hivyo katika kitabu cha Yohana 17:17. nelage si adiano buga Yohana tomono nafsa na tomono nafsa Akaomba neno hili, leo mwana wamoni akamwambia Mungu, ndio hii alaitoniani watakaze kwa ile kweli, na ende sinya ana katukun neno lako ndio kweli. amona wamoni no na agasema Tunatakazwa na Mungu ende sinyi yo alaitoniani kupitia neno lake. elimo wamoni lenye Mungu anatutakaza ende sinyi yo ngai mimi na wewe, wale yo nano unapolisikiza neno, wale nigorore unapolitenda neno, wale nazinorore unapolikaa kwa neno, wale ndo wamoni unafanyika utakatifu, na esida yake ndio wamoni sinya unatakazwa. begi ndisinyi Haleluya. haleluya Sehemu ya pili ya utakazo, wale watu wale esinyalisho mwana wa Mungu Yesu anatusaidia katika utakazo. wale Yesu ngai nawe eleziyo ya basinyalisho Hata Yesu mwenyewe ala ni nyola ya Yesu hufanya kazi ya kututakaza. aga bisiai na ilisiyo Katika Wakorintho wa kwanza wale ndio wale mshikana ndugu ya mlango wa kwanza
Kristo Yesu. Wale diato ninye nilandai diato wale ni Yesu Kristo. Aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Lo lesho yo engegona anaingwa wale na haki, wesebata na utakatifu, wesenyalisho na ukombozi. Wala mnoto Ile kazi ya msalaba. Na wena lesi ya msalaba. Huyu mwana wa Mungu Wale yangai alipojitoa pale msalabani. Elayo msalaba. Kazi iliyotendeka msalabani. Ilikuwa itufanyie mambo haya. Itufanye kuwa wenye haki. Itufanye kuwa watakatifu. Na ifanye kazi ya ukombozi. Hatuhitaji sarakazi ya kutukomboa. Hatuhitaji mambo ya sarakazi, tunaambiwa tufanye ili tukombolewe. Huyu mwana wa Mungu alijitoa pale msalabani ili mimi na wewe tutakasike, tufanye wenye haki. Akakubali. Katika mafundisho ya jana nitakuambia hivi, sio misumari ilishikilia Yesu msalabani. Ni upendo. Yeye alikuwa Mungu. Misumari ingekuwa nini kumshikilia msalabani? Biblia inasema katika mapenzi haya mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Haleluya. Kwa hayo mapenzi makuu tunatakaswa. Tumetakaswa. Hatuhitaji sabuni nyingine. Hatuhitaji detergent zingine kututakasa. Roho Mtakatifu anatutakasa. Utatu wa Mungu kama nilivyotangulia kusema unahusika sana katika hali ya kututakasa. Mlango wa kwanza waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza na mstari wa 2. Biblia inasema kama vile Mungu alivyotangulia kuwajua katika kutakazwa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Hiyo ni sehemu ambayo inatumika kututakasa. Mungu anatutakasa. Kasema hata katika kitabu cha Walawi, mimi ndiye Mungu ninayewatakasa. Yesu anatutakasa kwa ajili ya kazi ya msalaba. Katika maisha yetu Roho Mtakatifu hututakasa. Sehemu ingine ni yako mwanadamu. Hata kama Mungu Baba anatutakasa,
madhehebu yako. Na ya ya ubaleno. Kuna sehemu ya mwanadamu. Ela njoro atumani. Lazima tufuate utakatifu. Mela ndere msunya esinyalisho. Lazima tutakazwe. Mela ndere mimisinyo. Kitabu cha waraka wa Korintho. Ambalai o Korintho Wa kwanza. Korintho na Nogoya. Wa Korintho wa pili, samahani. Korintho liare. Mlango ni wa 7. Amatwa anabishana. Mstari wa kwanza. Origeleni na Nogoya. Anasema ni ombi Paulo anawaandikia hawa wa Korintho. Yakina maingero Paulo kanisa wa Korintho. Basi wapenzi wangu, Leo mwana relaine kwa kuwa tuna ahadi hizo. Odo yala na kisindika. Wapenzi wa kanisa la worldwide. Kasai ajo kanisa ya worldwide. Wapenzi, ilomanyari kwa kuwa tuna ahadi hizo. Odo yala na kisindika. Tujitakaze nafsi zetu. Malizi nyamurukia Na uchafu wote wa mwili. Wale ekakusha wogosese Na roho. Wanatau Huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Sina nyingi tabaya sinyalisho yale uyanangai. Hivi na wewe Wale yonano tuna kazi ya kujitakaza. Kele siyai pengi sinyale. Inapofika ni mambo ya utakazo. Wale babaisha la sinyalisho. Kuna sehemu yangu, kuna sehemu yako. Edi ya ubatai, edi ya ubataino. Dhambi zingine tunalaumu shetani. Wale uliamo na egela umoliriwa. Zingine ni sisi. Wale ulie na ligobe. Dhambi zingine ni sisi kutojitakasa. Na wale ulie na yo abala megi sinyale. Na unasikia mtu akisema shetani. Na ni mwanamanye mega umoliriwa. Tumisha Bwana kaomba. Wale singalengai leo monu. Kwa sababu tuna ahadi hizo. Wale na mugeata na nagisindika. Kwa sababu tunapendwa. Wale na mugelo rio. Kwa sababu ya kazi ya msalaba. Wale na magesi ya yo salaba. Kazi iliyotendeka msalabani. Wale na gase na jumalo salaba. Tusipuuze kazi hiyo. Emi umo aidoro wangina siya. Tunapokosa kujitakaza. Etudo hiki wele sinyale. Ni sawa Kasema. na kumsulubisha Yesu mara ya pili. Keliwana inyaga gile Yesu osalama manare. Tuchukue sehemu hiyo. Baada yonga robata. Mimi na wewe Wale yonano. tupate kujitakaza. Tujitakaze. Tujitenge na uovu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Mtume huyu ambaye ni Yohana wa Patmo, ambaye ni mwandishi wa Injili na nyaraka hizi 3. Na kitabu cha Ufunuo. Akaandika hivi katika waraka huu. Waraka huu wa kwanza mlango wa 3. Mstari wa 2 na wa 3. Akasema, karudia neno la Paulo. Akasema hivi, wapenzi, hata leo nyinyi ni wapenzi. Mmependwa na Mungu. Ametoa mwana wake wa pekee ili wewe usipotee. Yesu mwana wa Mungu
tutakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Hiyo ni baraka gani ya jambo hili? Haijadhihirishwa jinsi mambo itakavyokuwa, lakini tuamini ya kwamba huyu mwana wa Mungu atakapodhihirishwa, tutafanana naye. Ndiyo, ni mtakatifu, lakini atakapodhihirishwa mimi na wewe, mama hapa, mzee anayesikiza sauti hiyo, anayeamini kazi ya msalaba, neno ni hili, tutafanana na yeye, tutamuona kama alivyo. Mstari wa 3 inasema, na kila mwenye matumaini haya, kila mwenye matumaini ya kwamba Yesu atafunduliwa, Yesu anarudi tena. Biblia inasema kujitakaza kama yeye alivyo mtakatifu. Ni lazima kujitakaza. Unapogoja kurudi kwa Bwana Yesu, ni lazima ujitakaze. Kuna kujitakaza, kujitenga na uovu, kujitenga na uovu. Haleluya. Kitabu cha Wafilipi mlango ni wa 3. Kitabu cha Wafilipi, mwandishi wake akiwa ni Paulo, akiwa gerezani. Aliandika akiwa gerezani, katika gereza la Warumi. Mlango wa 3 mstari wa 14, akatoa ushuhuda huu, akasema hivi: ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikirie mende ya dhahabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Tumishi wa Bwana Paulo, akiwa katika minyororo, akaandika kasema, sijafika. Hata mimi na wewe hatujafika. Jambo linalohitajika ni hili, mimi na wewe tujitakaze. Kujitakaza, kujitenga na uovu, tukaze mwendo huu na tujitakaze. Kwa njia ingine sisi tunajitakaza nayo, ni kusikiza neno la Bwana na kulitenda. Sio kusikiza tu, ni kulisikiza na kulitenda, kama vile tulivyosikia Yohana 17:17. Yesu akaomba akasema, watakase na neno la kweli, neno lako ni kweli. Mimi na wewe tuna juhudi ya kujitakaza. Kitabu cha Wahibrania, mwandishi huyu akaandika hivi, Wahibrania mlango wa 12 na mstari mdogo ni 14. Akasema hivi,
Mwandishi huyu akasema akasema tafuteni kwa bidii. Ndio amoro tenuata. Bidii inahitajika. Wale siyenuata na wale yono. Bidii ufanye nini? Kama tenuata na biasa kuwa na amani na watu wote. Beno mosodwa tono manaboge. Sehemu ya pili kasema ndio mabiyale na huo utakatifu. Na watenemo wasinyalisho. Fanya bidii kutafuta utakatifu. Pema wasinyalisho. Ni bidii. Tenuata. Kujitahidi. Benyo kole. Wakati mwingine wale dada ishata inakulazimu kuacha mambo mengine. Kenya uno yu ni mwamule babo. Kama vile Yusufu. Ana risala Yusufu. Alivua koti lake. Nena yenye wakoti lenye. Ili aondokee dhambi. Pengwa mali mwaka. Hata kuondokea. Pengwa maki. Ni kukimbia kutorokea dhambi. Na basic ayalani mo. Wapendwa. Wapenzi wa Bwana. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu. Jitahidi. Jikaze. Akaongeza hivi ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Huo utakatifu. Bila huo utakatifu hakuna kumuona Bwana. Hakuna kuona Bwana. Inahitaji bidii yako, juhudi zako, kujitenga na dhambi. Wakati mwingine ni kukimbia kutorokea dhambi. Unahitaji mbio utorokee dhambi. Hiyo ni sehemu yako katika hali ya utakaso. Neno langu la mwisho waraka wa kwanza wa Petro. Wa kwanza mlango wa kwanza. Nitaanza mstari wa 14 na nimalizie 16. Huyu ambaye Petro ambaye aliitwa Kefa, ambaye alikuwa mtume wa Yesu, waraka huu aliwaandikia watu wote. Akasema hivi kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Kila moja ana zamani zake za ujinga. Petro akasema kama watoto wa kutii, tusijifananishe na tamaa zetu za kwanza za ujinga. Kwa sababu gani? Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mchana wa leo
gani tuwe watakatifu? Yoni waligani dia kemala sinya. Yeye aliyetuita ni mtakatifu. Wale wale yona sinyati. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili. Wale Timotheo liare amatua yare. Kianza mstari wa 20. Wale ndaro orgereni ledigita demando ya. Sisomi mwana soma lakini inaweza kunilazimu niende hapo. Kage isim mahamane we. Ya kwamba ndere mimi na wewe wale yonano tuna sehemu tiale ubata tuna nafasi ya kujitakasa. Alishamba digitisinyale. Timotheo wa pili mlango wa pili. Wale Timotheo liare amatu yale. Wacha nisome. Ndoma isoma. Mstari wa 21. Orgereni ledigita mogo. Basi ikiwa mtu ametangulia hapo juu kusema katika kila nyumba iliyo kubwa ina vyombo vyote. Ndio wale angajoma Italiani. Ndio masa bogi. Inaitwa nyumba kubwa. Angajisabo. Havipo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Ngagedona dhahabu enango shole. Bali na vya mti na vya udongo na vingine vina heshima. Edisi nonge nedino mbujit nedino modio. Vingine havina heshima. Alai na nemera. Mstari wa 21. Wale nani logere ledigita mogo. Ikiwa mtu wale nalungan. Ikiwa dada. Dano kanase. Ikiwa ndugu. Dano kanase. Ikiwa kijana. Dano bandoti. Amejitakasa. Kwa kujitenga na hao. Kujitenga na uovu. Atakuwa chombo cha kupata heshima. Kilichosafishwa na Bwana. Kimfaacho Bwana. Kimetengenezwa kwa kazi iliyo njema. Mchana wa leo. Jitakase. Jitenge na hawa. Utakuwa nini? Utakuwa chombo. Utakuwa chombo. Chombo cha heshima. Si chombo cha kuheshimiwa na watu. Chombo kinachoheshimiwa na Mungu. Kimfaacho Bwana. Kwa kila kazi iliyo njema. Leo hii Mungu anatafuta chombo kilichojitakasa. Kimfaacho Bwana. Kwa kila kazi njema. Nataka nijiulize. Umefanyika chombo. Umejitakasa. Umekuwa chombo kinachofaa Bwana. Bwana tusaidie. Nami anisaidie. Kwa jina la Yesu. Naomba tusimame. Mwambie Bwana. Nahitaji utakaso. Nahitaji utakaso. Mungu nitakaze. Bwana wa Mungu nitakaze. Roho Mtakatifu nitakaze. Mungu nisaidie. Hata nami nipate kujitakasa. Ili niwe chombo cha kuheshimika. Chombo kimfaacho Bwana. Katika jina la Yesu. Baba Mungu tuko mbele zako. Nena nasi asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Umetuambia. Ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Nasi tuwe watakatifu. Tusaidie